Nilikunywa sumu mara 3 hainiui. Ya ine nilisimama kwa barabara. Sasa ni sumu ya nini unakunywa? Nilikuwa nakunywa hizi maratrat, zingine nakunywa hizi dawa za mende. Mimi nilikaa tu nikifanya investigations zangu kwa marafiki. Okay. Nikiwa pale kuambiwa hivyo, kuna mtu aliniita a very serious man. Akaniambia ndama hiyo story unaambiwa ni ya ukweli. Na huyu mtu nilimtake because hatujai joke na yeye. Nilitake ile story serious. Okay. Na nikarudi nikaambia jamaa wangu, nikamwambia mimi naambiwa hivi na hivi. Jamaa akaanza kuniseparate sasa na marafiki. Single dad. Na yeye huyu mtu alikuwa ni older than me. Alafu ni mature. Alafu mimi ni single mom na yeye ni single dad. So we understand one thing in common. Huyu mtu na yeye tukaanza kuwa tuna date na yeye. Okay. Lakini yetu haikuwa hatukufika kwa intimate that haraka. So aliniambia mimi kenye nilikuwa nataka ni kudate mtu single anaelewa what is to be a single mom because mimi ni single dad na si expect kupata watoto wengine in the future. Akaniambia if uko ready tunaweza settle. So because mimi sasa sikuwa hata na place ya kukaa maua ama nini, mimi nilikubali. Kukubali yule jamaa nikamwambia sasa before tuanze relationship twende tukapimwe. Akaniambia actually kuna mama alikuja pale kwangu kazini wakati alituona na wewe, akaniambia wewe ulikuwa umezaliwa ukiwa HIV positive. That huyu jamaa kuna time alikuwa na gun kwangu. Ati gun? Yeah. Na nikaiona and I know what is gun ni nini because mimi nilikuwa na nilikuwa na brother yangu mjeshi, so nikiona gun mimi si mtoto najua gun ni nini. Yes, kwero ati murata wakwa ni ndi mwega muno makiria na nie ni honokete na ni menyerirwo ni Ngai. Karibu sana muthenya wa umuthi. Marito makwa njitagwo SYMO na ndakunyita ugeni platform ini no itu na ngwiraga ukeigua wi haria hagirire. Na I call subscribe itikira go subscribe niguo tukorwo tugitwarana. Undu ucio ngiguririkania ati ni ndirakwenderia broti kuma gwa kambuni ya Aciari Lands and Housing. Broti ci mwena wa Matu handu hetagwo Kitioko. Na ndirakuria ni handu hega muno makiria. Na joke ngwire ati Saturday rege ya tariki 15 I think it will be on date 15 yeah. Ni wakorwo kwina site visit mwena ucio. Ugo gikorwo no wende guthie kuyonera mugunda ucio hura namba eno 0715999909 na ni ndirakwirire utanathie site visit itie kama apu ucagure no kageria kugugu karora ni eka jukumu ya kubuka utambite guthie tondu kwina possibilities ati muthenya ucio gathie site visit ugathie ukore broti ni thiru kana uga weterere nginya Saturday ugakora broti ni thiru uguo kono uhote kubuka uge namba 10 ndabuka iyo ni yakwa jigira na ni ndariha kigina fulani ya kia besha jigira broti yo akorwo ni kangenia ri ni ngongerera besha icio ingi akorwo ni kangenia ri ni mukanjokeria besha ciakwa na kambuni ya Aciari ndikoragwo na thina wa gucokeria besha no ni ndina mati wakinya ground ona ugaga atiriri nyitithanirie na gaka kangi mwinako tondu mugunda ucio ni mugunda mwega muno mugunda wi handu hega mugunda ukomeire fara no gacoka kenderio na bei very affordable na ngeka video director no igwa gikwira atiriri na kumigunda ni guthire rathira na nikio urona ringi ndagwetera broti cia Matu ni ndiraikara ngigagwetera ingi tondu citironeka uguo ri ndugeterere atiriri broti ci kwambia kwendio 500 itikira kugura tha ici na broti ci turakwenderia ciringi 140 na ni broti cia 50 by 100 for cash buyers 140 installment plan 160 ukagira deposit ya 50 balance ukariha na mieri 6 kundu kwega kwini indo ciothe mathukuru ma colleges institutions iria cikune nyingi muno mafegi meko ni town nene hurana be ona mbeca icio ndakuhe ni including title deed hurana be no 0715999909 kana uhurire na 0724333313 na weka uguo Ngai ni agukurathima muthenya wa umuthi ndina mugeni wa Jerera mugeni uyu ena rogano ruritu we mugaga maundu ha hena rogano ruritu muno ni ngwenda ugucie ga stool wikarethi tuthikiririe rogano rwa muiretu uyu na ni muiretu munini muiretu wendetwo ni Ngai tuigwe rogano rwake tuigwe maundu maria agereire na tutanagikinya hau ni ngwenda kuga ati maundu maria marathie kwario haha ucio ti murugamo wakwa ni murugamo wa mugeni uyu wakwa ti murugamo wakwa ti murugamo wa timu ino yakwa ni murugamo wa mugeni uyu wakwa uguo gikorwo wina kiuria we ungigwa rogano ru ni rwa kuhutia ugikorwo wina kiuria ndukorie SYMO
hurira mwaria wa rugano ru na tondu ni no platform ndakimuhe actually na ningi ni ngiugaga ati ni heanaga opportunity ungikorwo ukienda ati you have the other side of story no na ithu no twenda guthikiriria mwena ucio ungi ni tukuheaga opportunity gutuhurira thimu na namba ino 0724333313. Sasa nataka twende pande hii ingine ya huyu mgeni wangu kwa sababu ameniambia ametoka pande ya Meru na yeye kuongea Kikuyu inampiga chenga kidogo, lakini by the way ka hapo juu najua hii story ni very interesting ugo na wigwa ali githwairi ndukehere hau tondu ni rugano very interesting na ni uguthikiriria. Sasa ndenda ugeithia rata yakwa na ni juno hota kubaithia na Gikuyu. Hapana. Jaribu. Okay, murega. Barito jitagwa Damaris Kawira Gitonga. Jumete maua. Ndivyo. Nimesalimia watu wa Meru basi na. Okay, wa Meru ni muweni bwesawa onbeta Damaris Kawira Gitonga. Kwetu nau maua bumete kontukweta wakiegoi. Bune sasa mimi naweza wasalimia aje niwaambie naitwa SYMO watu wa Meru. Mbere mugeni. Mugeni. Jitagwo SYMO. Yeah. Aje na Kimeru. Mbetao SYMO. Mbetao SYMO wandu wa Meru. Unda wampenda sana. Ndibwendete muno. Na ninguka kuzera kou. Gweta kuliunga. Kuliunga. Ninguka kuliunga. Yeah. So karibu sana. Niwaambie unaitwa nani? Mimi naitwa Damaris Kawira Gitonga. Yeah. So Damaris uko karibu sana huko kwetu. Thank you so much. Na tunataka tusikie hiyo story yako. Na mimi ni story kainda imenishtua lakini najua Mungu akaona wewe, si ndio? Amen. Yeah. So mimi nitakuachia flow. Mimi nikaya hapa jikare hana mwirorero wakwa tuguthikiririe riu ri gwenda tondu njuni raigwa Gikuyu gwenda tutaririe kuma guciarwo gwaku kurerwo gwaku venye umegrow hadi ufike hapa, si ndio? Na uko karibu sana. So umesema umetoka Meru, kuzaliwa umezaliwa huko? Yeah, kuzaliwa nimezaliwa pale Meru, Meru County. Okay. Place called Maua. Mahali kunaitwa Maua. Okay. Na si Maua town. Ndio Maua kuna Maua town. Okay. So mimi nikiwa pale Maua ni town, nimetoka village. Inaitwa village. Yeah, kuna Kiegoi. Kiegoi huko ndani. Yeah. Kiegoi ni place ya majani chai. Watu wakisikia Meru najua wanasema kila mtu ametoka place ya miraa. Okay. Mimi kwetu hakuna miraa. Okay. Ni saa hii wanaanza kidogo lakini kwetu ni place ya majani. Okay. Yeah. So nimesomea pale pia primary school na hata secondary school mpaka nikaachia form 2. Okay. Kuzaliwa pale mimi ni fifth born. Yeah, tuko watano kwetu. Mimi ndiye last born. So you are the last born. Yeah. I'm 26 years. Nimefikiza 26 this year. Okay. Yeah. So kwa wale watu watano, tuko wasichana wawili na vijana watatu. Okay. And nilipoteza brother wangu last year. So tumebaki watu 4. Okay. Yeah. So uligrow aje pale, turudi tu nyuma tujue venye umegrow? Kugrow pale nyumbani, si kugrow in a manner that nilifurahia. Na sikufurahia because mimi nikiwa mdogo nilipoteza wazazi wangu. Okay, watu wawili? Yeah. Okay. Wazazi wangu walikufa, my dad alikufa 2000. And remember mimi sasa ndiye last born, so my dad alikufa nikiwa 4 years. Kwa 4 years? Yeah, alikufa 2000, my mom naye akakufa 2005. What? Pole. Walikuwa wagonjwa with the HIV virus. Okay. So wakiwa pale, actually my dad ndiye alikufa kwa kwanza, and my mom akasema na yeye hawezi kunywa dawa. So alikataa dawa, and that's how. Venye dad alikufa na yeye akakataa kunywa dawa. Yeah. Hakukunywa dawa my mom. That's how sasa nilipoteza mamangu. Nikiwa pale sasa tulianza kunjilea sisi wenyewe. Okay. Brother yetu mkubwa ndiye alichukua ile opportunity ya kukua mzazi kwetu. Because wakati walikufa hatukupata aunt or uncle wa kuchipi na tuchukue. Ama asimame na sisi aseme sasa tugawaneni hao watoto wa Gitonga. Hakuna mtu alikuja. Okay. Sisi tuliendelea na lives zetu. The best thing that ili happen kwa life yetu, at least mamangu alikuwa ameacha kama amepanga, hao vijana wametairiwa, so hatakuwa na ile
Gandhi time ya kuna mtu anatahiriwa, so walikuwa wametahiri. Brother alikuwa ameoa mkubwa. Okay. So na sistangu alikuwa ameoleka that time. Okay. So tulikuwa tumebaki nyumbani mimi na brothers wangu wawili wadogo wenye nimefuata sasa. Okay. So that's how we survived. Tukaanza kuwa tunaenda vibarua pale because sisi hatukuwa well up. Tulikuwa chini sana. Tukaanza sasa ni vibarua mimi na tunachuna. Mimi sasa unajua ni kuwafuata. Si ati kuna kitu najua. Na wafuata wakienda kuchuna majani na wafuata time nakuwa mkubwa sasa na mimi nikajua kufanya zile vibarua. Okay. Nikakuwa naenda sasa ndio tupate handsmade ama ile chakula ya siku. Okay. Because sasa unajua ni mtoto analea mtoto mwingine. So lazima unjitafutie. Ile kitu nyingine nilikuwa nafanya sana mimi ni kuenda kwa ma-aunties. Because kwa mboma yetu wako brothers wa babangu wako na kwa side ya my mom, my sister mamangu na my brothers wako. So nilikuwa nazunguka na hizo mboma zao, nikienda hapa naosha vyombo, napewa chakula. Okay. Na hakuna mtu ashawahi hata siku moja kuniambia kuja tu tunakaa. Hakuna mwenye alinichukua. Na hakuna mwenye alitaka kukua involved na sisi. I think waliona umaskini tupu. Maybe. I don't know walituchukua aje. So hakuna mwenye alinichukua mimi ama achukue brathangu. Okay. Yeah. So that's how tumesurvive pale. Tuendelee tu. So umegrow, umesoma, umemaliza primary, then what will happen? Tuendelee tu. Nikiwa pale ni primary school, ndio nilianza kupata stigma. Stigma ya? Stigma ni ile kukataliwa na the villagers. Kwa nini? Because in my village ilikuwa maajabu sana because mimi ndio nilikuwa wa kwanza wazazi wakufe waache mtoto mdogo. Okay. So kwetu ilikuwa maajabu. And actually watu in the village walikuwa wanaamini mimi nimezaliwa na ugonjwa. Oh. So nikiwa wewe ndio ulikuwa last born. Yeah, ndio mimi ndio nilikuwa na last born. So brathangu waliingiwa na ile kitu wakanichukua wakanipeleka hata VCT nilikuwa mdogo. Ikakuwa that mimi siko mgonjwa. Okay. Lakini hiyo time brathangu alinipeleka VCT after my mom kukufa. So nilikuwa na werevu, nilikuwa najua mahali ananipeleka. Okay. So pale kwa village sasa unajua unabaguliwa na ujui hii HIV ni nini ama ujui ukimwi ni nini. Unajua mbeleni walikuwa wanaita hiyo jina inakaa nilikuwa kitu kubwa that time because iko ma 2000 si ati ilikuwa si kama saa hii. So wakati nilikuwa pale village stigma ikaanza primary school that watoto wataki kucheza na mimi. Wale wengi wanajua kenye kiliua wazazi wangu. Kuna wenye walikuwa wananipea hata miaka yenye nitaishi. Wanasema mtu ako na HIV ama amezaliwa na HIV hawezi pitisha 12 years or 15. Okay. So wakati nilifikisha hiyo miaka hata wengine walikuwa wanakuja kuniona actually. Because hawakuwa wanajua that nitaishi. Okay. Lakini kuja kujua hiyo mambo yote that walikuwa wanajua ni mimi nimezaliwa nilikuwa mgonjwa, nilikuwa mkubwa. Okay. So mimi nilingangana pale kutokuwa na marafiki pale primary, kuishi maisha yangu peke yangu pale primary. Nikamaliza. Nilikuwa class 6 nikaenda Embu kwa sistangu mahali yako. Nikasomea class 6 huko na 7. Class 8 nikarudi tena huko. Nikarudi tena Meru. Kurudi Meru sasa ndio nilimaliza class 8 pale. Kumaliza class 8 niliitwa shule mzuri lakini hatungi afford. Because brathangu sasa unajua ni mzigo sasa ako na familia, ako na bibi na watoto pia. Na kumwekelea mzigo mingi basi ilikuwa kitu ngumu sana. Una remember at the end of the day ni mtoto kama wewe. Si mzazi. So nilienda secondary school yenye iko hapo kwa village. Kuenda hapo secondary school yenye iko hapo kwa village ndio nilianza sasa life. Okay. Na kuanza life pale sikuwa na afford shopping kama wasichana wengine. That unajua kuna wasichana wengine that akienda shule anafanywa anaingia super. Mimi sikuwa naenda supermarket, nilikuwa natumwa kwa duka fulani hapo ya rafiki. Okay. Ya rafiki ya brathangu. Na kenye nilikuwa napata huko ni kama mafuta hii ya Remis, sabuni ya bar soap. Hizi vitu yani zile uwezi kosa kwa duka. Okay. So hizo ndizo tu vitu nilikuwa tuna afford. So nilikuwa pale secondary school nilianza kutamani life.
sasa life yao wengine. Because ilikuwa boarding school na ilikuwa mixed. Okay. So unajua unapata wasichana, let me say wasichana wamejaza box. Na wewe kitu konayo ni tissue mbili zile za 2020 na mafuta ni yani una anything tuseme hivyo. But you know kenye umeendea pale shule ni kusoma. But tena unahitaji bado zile vitu, unahitaji marashi kama wengine. Unahitaji life kama yao wengine lakini hautapata. So kutoka hapo unajua pale secondary mko watu wengi, unaungana na wasichana wengi. So wengine wakaanza kunionyesha njia mali vile wana survive, vile wanapata hizo vitu. Because mimi nilikuwa na hamu ya kukua hivyo wako. So si ndio nikiwa form 1 term 3. Sasa ndio nilionyeshwa that si wazazi wanaweza kufanyia shopping yote. That unaweza date, unaweza kuwa na boyfriend. So unajua hizi vitu zote ni mgeni kwangu. Ni kweli. Na pale ushago mimi nimeishi kujua tu the only thing unafaa ujitafutie ni chakula ya tumbo na manguo zako za kuvaa. So nikiwa pale high school nilianza kuwa na marafiki, tukifunga shule tunakutana na wao, tunaenda kutembea town. Unajua sasa home na town si mbali. Nikiwa pale town siku moja tukakutana na boy. Nilikuwa nafanya kazi supermarket. One of supermarket ni Maua. Tukakutana naye tukajuana. Kujuana sasa unajua sasa itaendelea zaidi. Mtakuwa mkipatana mindi term. Sasa ile time I don't know akukua mimi sikuwa na simu. Akaniandikia namba yake, so nilikuwa naomba student wengine wenye wako na simu nampigia time tunatoka ama time natoka. Hata unajua ukiwa sasa na mapenzi ukiwa high school lazima utafute ka off shule, hata undanganye mwalimu that you are sick so that you can go and see the guy. That's how sasa mimi nilianza sasa, yule jamaa akaanza kuwa ananifanyia sasa zile vitu wengine wanafanyiwa. Nikipitia supermarket ananibaia kama ni hizo marashi. Nikaanza kupaka lotion, mimi sikuwa najua lotion ni nini. Actually vitu mingi nilijulia hapo secondary school. Nikajua kuoga na sabuni hizi za kuoga. Unajua sikuwa natofautanisha kuna sabuni ya kufua na ya kuoga. So mimi nimeishi kuoga tu na bar soap. So that's how life ilisonga. Nikamaliza, sikumaliza shule. On term 2 tukafunga shule. I mean tulikuwa mid term sasa ya term 2. That's the time sasa nilienda tukamit na the guy and tukalala and things, nikapata ujauzito. Nikiwa form 2 sasa. That time sasa nilikuwa 16 years. Nikapata ujauzito nikiwa 16 years. Ilikuwa 17 years. That was 2014. So 2014 sasa unajua huwezi kuwa mzazi na ukuwe mwanafunzi. So I had to choose. Nikiwa pale shule so nilikuwa na hand time naambia wanafunzi wale niko hivi na hivi because it was my first time kukua na mtu ama nini. Njoo sasa mimi because sikuwa nimewahi experience love na sikuwa nimewahi pata mtu anakufanyia everything for free. Na yani there's something different with us orphans. Unapata mtu anakupenda, una feel that this is what I want and this is the ndio ile kitu sijawahi ipata. Yeah. So mimi nilianguka pale mtihani. That let's say that. Sasa mimi kuanguka kwangu nilimwenda nikapata advices mingi za kutoa ile ujauzito. Lakini first kuna wenye walikuwa wananiambia unaweza toa ukufe because uko mdogo. Unaweza fanya hivi ukae hivi. Unajua sasa mimi nikaogopa. Na actually hakuna mwenye haogopi kufa. So mimi nilichoose nikaamua sasa wacha nitoke shule, niende niombe sick off, niende niambie jamaa nisikie vile atasema kwanza. Na because nilikuwa underage, huyu jamaa angetaka hata kuonekana na mimi. Ilibidi sasa niende because nilikuwa na uniform, nikamwambia kaniambia enda nyumbani utoe uniform alafu ukuje. Kijana hakukataa. Alikubali but my age bado ilikuwa inamsumbua. So akaniambia tusiseme kwanza. So because nilikuwa nimepotea shule, unajua actually lazima ningetafutwa nyumbani. So nilitafutwa, brother yangu akakuja kuambiwa na one of student niko hivi na hivi. Akaenda akafanya clearance pale shule. Because alinipigia nikamwambia mimi sirudi shule tena, niko na ujauzito. That's how nili drop out shule.
ku drop out shule nikaoleka sasa. Na because sikuwa na sasa na ile akili ya kukaa kwa ndoa. Tulianza kusumbuana na yule kijana. Okay. Sasa unajua ujauzito inakuwa sasa niko like 6 months huko. Okay. Yule kijana akasimamishwa kazi pale. Ikabidi tuende kwao sasa ushago. Kwenda kwao ushago. Life iko kwa hivyo tukaanza kugombana nini. Nikaenda kwa sistangu Embu. Na ile ujauzito tena. Yani ilikaa tu nikimove from kwao kwa sistangu. Unajua Chuka na Embu si mbali. So nilikuwa na move hapa naenda huko. So siku moja mzee mmoja akakuja akasema you know akawauliza kwetu ni wapi. I don't know sasa vile walielezewa kwetu akasema mimi familia yangu ama mila yetu. Unajua kila familia iko na mila yao. Haifai kuoana na mila yao. Kuna some cases zinaweza kuja kuwa kwetu. So hatungeoana. Okay. So wakati tulijua hivyo na kijana nilikuwa nishapata mtoto. Tukaangree sasa because hata tusikizani na hakuna love. Tuachane tu tuwe tunasaidiana kulea mtoto. Okay. So ndivyo tuliachana na kijana. Na mimi nikaenda zangu na nikaenda na mtoto kwa sistangu Embu. So ikakuwa sasa ni communication ya simu tu peke yake. Time nyingine sasa nikiwa kama napita hapo Chuka na wapelekea mtoto wanamsalimia naenda. So hiyo relationship yetu haikuwork. Okay. So unajua sasa mindset ya shule ilitoka nini? Mimi ni mzazi huko nje. Okay. Nikiwa pale sasa unajua singeishi kwa sistangu na mtoto. Na sistangu si ati alikuwa stable so alikuwa anaishi rental houses. Hatungetoshea sana kwake. Okay. Hata hiyo time ilikuwa kunjifix tu. Nilirudi mpaka Maua. Na nikaanza sasa from drawing board nikaanza sasa life sasa. A serious life sasa ya mzazi. Hapo sasa unajua pale kwa village mimi nimejua kuwaso. So nikiwa pale Maua nilikuwa napeleka yule mtoto daycare naenda kwa Somalia ama kwa majani chai ama kufulia watu manguo town. Okay. Na mtoto naye akiwa daycare. Nilifanya hivyo na by God grace nikapata kazi mzuri because hata kama niliachia form 2 mimi ni mtu sharp. So nilienda siku moja nikapata jamaa ni watchman nikamwambia na si unitafutie kazi kwa hii nini yenu. Kwa hii kampuni yenu akaniambia ukuje nikuonyeshe ofisi mahali iko. Siku kesho yake nikaenda pale kwa ile ofisi. Nikapata hiyo siku wako na training ya hawa masonja. Wakaniambia tupatane Maua Stadium. Okay. Tukaenda pale stadium tukafanya mtihani mimi nikapita ile mtihani. And wakaniambia unajua kuongea English nikawaambia unajua Kiswahili au wengine maybe hakuna mwenye alikuwa anajua English. Wengine wote ni Kiswahili. Okay. So mimi nikaambiwa sasa because wewe ndio unajua English na unajua Kiswahili, wewe utavaa uniform. Utakuwa secretary wao wengine, okay. Tutakufunza, tutakuonyesha, unakaa kwa ofisi. And that's how nilipata job mzuri. As in naweza sema ni mzuri because nilikuwa nalipo like 80,000 per month. Yeah. Unajua hiyo time sasa 8 na hujasoma nini, nilikuwa naona ikiwa pesa mingi. Kweli. So nikaona hii 8,000 na bado kwa ofisi unapata marupurupu. Ukiwa pale kwa ofisi because hii ofisi ilikuwa kwa karibu na kwa wakili. So huyu wakili naye akanifunza akaniambia in case kesi ikuje unamwekea stamp hivi na hii kesi unaichukua unanipelekea kotini ile pesa atakupatia unanitumia kiwango fulani. Sasa ikakuwa sasa mimi nimezoea pale. Okay. Nikasetro kabisa nikaanza kununua hata vitu za nyumba. Nilisetro kabisa vizuri sasa kama mzazi na nikafika mahali sasa nikarent hata nyumba 1 bedroom pale Maua town sasa. Okay. Na mtoto wangu bado alikuwa anaenda daycare. So nikiwa pale Maua tena nikapatana na kijana mwingine. So unajua mimi kwa life sikuwa najua that ukuwa na mtoto unaweza pata mtu anaweza kupenda na yule mtoto. Okay. Nikapatana na huyu hiyo story sasa ulikuwa napewa ya the jamaa mwenye niliseparatiwa na yeye na in-laws. Okay. So that's the time sasa nilipatana na yeye pale Maua. So jamaa mimi beleni hatukuwa in love.
tulikuwa mabeshte. Okay. That time nimechelewa vibarua ananichukulia mtoto. Sasa tukakuwa marafiki na akakuwa na bond kubwa sana na Maindota. Okay. Ni mtu alikuwa so joy, yani ni mtu alikuwa anapenda watoto. So vile alinichukulia akaanza kuwa anachukua mtoto wangu, wanaenda na yeye. Sometimes ananipigia na niuliza kama nikuchukulia huyu mtoto shule, na muambia kama nimeenda kibarua mbali. Unajua kuna sometimes utatumwa hata muende Masonja mbali au ama uende uwapelekee pesa. Okay. Then sometimes nilikuwa nakuja late. Tukakuwa na ile board sasa akaanza sasa kuni introduce that unaweza pendana hata ukiwa na mtoto. Okay. Unajua sasa mimi nilikuwa najua ukiwa mzazi wewe ni hivyo sasa na umekuwa young lady, I mean yani sikuwa na ile werevu kabisa. So ilikuwa sasa 2017. 2017 so my daughter alikuwa amefikisha miaka 4, alikuwa miaka 3. Okay. So mimi tukaanza kukaa na huyu kijana sasa on 2017. 2017 sasa kuanza kukaa na yeye akakuwa so serious that hataki tuachane. Okay. So akapigia wazazi wake because yeye alikuwa mgeni Maua ni kukuja, alikuwa anakuja. Akapigia wazazi wake akamwambia mimi actually alichange story, akamwambia mimi nimepatana na msichana mwenye tulikuwa tunakaa naye nikiwa Nairobi na akona mtoto wangu na sikuwa najua. Ala. So alichange story akasema yule my daughter ni mtoto wake. Okay. So wazazi wake wakamuuliza kwani uliko na mtoto? Akawaambia ni vile mimi sikuwa najua what happened me wakati nilienda kusomea China. Ni sikujua huyu mtu aliachwa na ujauzito. Okay. So that's how tukakaa story ikaenda kwa wazazi wake, tukajulikana, tuka move in, tukaanza kuishi na yeye pamoja na Maindota sasa. Actually akaniambia sasa because tumeanza kuishi pamoja tuame hii place huko because tutaka kama wewe ndio umenioa tuende tuanze life kwa plot hata kama ni town, the same town kwa plot nyingine. Okay. So that how tukaanza life. Remember mtu si hata mimi ndiye nilikuwa na vitu za nyumba almost zote. Yeye alikuwa na tu na kitanda ile tu mtu ukienda town mgeni unaanzanga life tu. So mimi vile tulienda tukaanza kuishi na yeye. Kuishi na yeye pale life haikuwa mbaya. Siwezi sema ilikuwa mbaya because alichip in kwa vitu mingi kama rent, kama shopping ya mwezi. So ikakuwa mimi per day because huko naenda job napata parupurupu. Mimi ndiye nitakuwa kama mko na unga utakuja na kitoweo ama utakuja na sukuma. So that how tulikuwa tuna survive. Kama ni mimi nalipa daycare because daycare sasa ilifika mahali nakuwa nailipa a month. Because mtoto wako amefika mahali ya kwenda shule. Okay. So nikakuwa sasa mimi nimesimamia mtoto na yeye amesimamia rent na shopping. Okay. Tukagawana bills vile tu mnafaa mgawane mko kwa doa. So that how sasa wazazi wake walimuuliza about me. Msichana unajua sasa sikuwa najua ile story ya kijana that ametoka kwa rich family, a very rich family. Okay. Sasa na mimi nimetoka kwa family iko chini. Na huyu kijana hakuwa anataka nijue sana that ametoka kwa rich family because yeye yake hakuwa anataka kuishi kwa ile familia rich. Yeye alikuwa anataka kujitafutia that richness itoke kwake yeye mwenyewe. So that way alikuwa amekuja kuanza life yake Maua. Okay. So nilikuwa pale Maua siku moja akaniambia sasa akaelezea mamake. Mamake akamuuliza sasa wakati tutakuwa actually aliambia alifutwa kazi kwanza before ambie mamake about me. Akapigia mamake akawaambia sasa sisi mwenye amebaki na job peke yake ni mama my daughter anaitwa Tracy. Na actually walikuwa na use kuniita mama Tracy. So akaniambia mwenye amebaki tu na job peke yake ni mama Tracy. Na hii job yake si well paying to sustain kwa nyumba vizuri. Yake alikuwa analipwa more than 20k. Lakini yangu ni nachezea huku 8. So ingelipa rent ya 1 bedroom na ilipe bills. Ni kweli. So akawaambia sasa fanyeni hivi because sisi unasikia sasa ni familia na hakuna kitu anaweza itisha akose. Akawaambia mimi because nimefanya hii course ya chef, nipeeni 200,000 nianzishe kitchen yangu peke yangu, tuwe tunafanya hiyo job na my wife kuliko akae kazi kwa wenyewe, tufanye hiyo kazi.
The point yenye mamake alimwambia the first alimwambia acha niongee na babako kwanza alafu tusikie vile atasema. Okay. Babake the point yenye babake alisema na mamake walimwambia first wewe ni first born kwetu. Na hivyo umeoa haraka sisi hatakuwa tuna expect. Okay. Na wewe ukiwa first born sisi tukawa tuna expect mambo mingi sana kwako uanze kufungua milango ya mboma yenu na baraka. Baraka ya kwanza ulioa mtu orphan. Okay. Tutaenda kwa nani wakati tutasema tuende kwao. Second umeoa kwa poor family. Watajua mambo na mahari nini. Alafu alikuwa anataka aoe na harusi. Okay. Na huyu kijana naye ashapata mtoto nje so hakufanya harusi. Mama sasa kijana wakaanza kuteta na babake, walikuwa wanatumia lugha yao so akamuuliza sasa kwani mimi nilikuwa naisikia tu. Wanamuuliza kwani ni 40 ya damaris. Hakuwa Mmeru. Hapana hakuwa Mmeru. Yeah. Akamuuliza kwani ni 40 ya damaris kukua that ana wazazi ama kukua that anaishi life ya umaskini. Na alafu hiyo kitu inatokana wapi na mapenzi yetu. So that wazazi wake alimwambia kama umeoa Mmeru na umeoa orphan. Kwani yeye alikuwa mkabila gani? Alikuwa Mkikuyu. Kwa ni Karatina. Okay, okay. Yeah. So akamwambia kama umeoa Mmeru na umeoa mtu yatima, sisi count us out. So unajua kijana hakuna kitu alikuwa ananificha. Aliniambia everything yenye wazazi wake na akaniambia tu njichunge na hao watu. They have wana interest na relationship yetu. Okay. Na actually usiwahi taka hata siku moja wawahi jua that Tracy si mtoto wangu. Okay. So akaniambia tufanye hivi. So the weeks zikapita akaniambia tufanye hivi. Mimi because hawa watu nimeongea nao na simu haoni niko serious. Wacha niende mpaka nyumbani. Okay. Alibeba ya my daughter. Wakaenda naye so hiyo mimi kwa job. Akaniambia acha tuende na Tracy anipeleke. Ndio hao watu waone niko serious. Maybe wakituona watanipea hii pesa. I really need to open this thing. Okay. Nikamwambia ni sawa nyie endeni. Akiwa pale unajua kwa roho yangu najua mtoto si wao na tena sijui kwa wao. Sijaienda kwao ni kuongea tu na simu na huyu mtu tumekutania naye town. Lakini yeye anajua kwetu anajua everything about me. Lakini mimi sijui kwao. So nilikuwa na keep walikaa huko like 3 days nilikuwa napiga simu every minute. Wasijaribu hata kuzima simu because ya mtoto. Na vile sana nimeteseka na huyu mtoto alafu aibiwe time amekuwa mkubwa. Nilikuwa na stress. So that's how jamaa akaenda nyumbani wakamnyima pesa actually walimpea tu ya shopping. Wakamwambia because of kashosho wakafanya DNA ya macho. Unajua sisi Kenyans ama Africans mtoto kama ni mweupe na nyinyi ni weupe huyo ni wenu. Kama ni mweusi na nyinyi ni weusi huyo ni wenu. So walienda wakapata yule mtoto ni brown skin. The father ni brown skin na shosho. Sasa wanafanana. Okay. So wakafanya DNA ya macho wakakubali mtoto ni wao. Jamaa akarudi akaniambia wamemnyima pesa baba wamemwambia achague course. Ingine yenye anaweza fanya alipiwe. But kumpea pesa akiwa hajakubaliana na wao hata kama wameona mtoto ni wetu ama ni wake. That hawataki hivyo wanataka aoe a family from like them. Okay. Na ni kama walikuwa na choice yake. So hapo ndivyo jamaa wangu aliishia. I mean kukaa sasa after 1 week babake akanipigia mtu ajai nipigia simu tena I don't know nani alimpea namba yangu I think ni kijana. Maybe akanipigia akaniambia wewe fanya hivi pembeleza huyo kijana because nimeongea na yeye kubali kukua askari. Kuna chance inapatikana mahali na ni yeye tu anakataa. Okay. So mimi nikafanya mahesabu nikaona because hii kazi yangu hata mimi hii kampuni imeanza kuenda chini tu nimekaa miezi 2 kama sijalipwa. The only survival niko nayo ni marupurupu napata kwa wakili. Na ni siku yenye kuna kesi kama hakuna kesi hakuna kitu napata. Okay. So nikasema wacha niongee na yeye akubali hii deal. Maybe tunaweza hata pewa hii 1200 ukweli hivyo babake anasema tukufungue kazi nikatae kupika. Ni kweli. Na ile pesa ikuwe waste. So because hata hatujaifungua hoteli tena.
Nikamwambia, nikaenda nikaongea naye, akasema kama kuna kitu hawezi fanya ni kuseparatiwa na sisi. That aende yeye, hata akasema mimi hata kwa life yangu sijaichora hata siku moja nikiwa ni askari. Yaani sijai hata imagine, sina hata hizo qualities za kukua askari. So nikamwambia ilikuanjiriwa na government kuliko mtu binafsi, because mtu anaweza amka asubuhi na kufute. Lakini government it's a process na hakuna time utafuto. Na nikamueleza, nikamwambia within a year hata unaweza enda na uingie hiyo kazi na tuchukue loan tufungue this thing yenye umeishi kutamani, because aliishi kutamani that kitchen. Nikamwambia hii tunaweza fungua hata uko off ama time uko leave, tunakuwa tunapika hizi cake, because cake inaweza kaa hata a week. Tunakuwa tunapika tunaziweka kwa display. So nikaweka sense kwa akili yake, akakubali. The same day alikubali, wazazi wake wakamuita kesho yake Nairobi. Remember tuko Maua sasa. Wakamuita, wakamwambia sasa fanya kuja na dokumenti zako zote. Ukikuja na dokumenti zako zote tufanye aje? Tuende nazo huko kwa I think ni Kiganjo ama ni wapi, mimi sijui ya prisons. Okay. Akakuja nazo. Hakurundi sasa hiyo kesho yake. Walienda wakaambiwa sasa ataingia training kesho yake. Okay. And the power of money, unajua they hand money, so hawaku take ile time ya kusema acha tukatafute pesa tumfanyie shopping nini. Walimfanyia shopping hiyo siku. Maybe walilala kufanya shopping, kesho yake asubuhi jamaa wangu akaingia training school. Okay. Na remember akitoka Maua sasa hatakuwa na hiyo idea that hata wairudi ama nini. That the time sasa nilimuona akaingia training, mimi na mimi nikabaki pale town. Before nibaki town nilikuja kurealize nilikuwa na ujauzito wake wa miezi 2. Okay. Na tulikuwa tumeongea naye na akaambia mamake. So kuambia mamake alinipigia after 2 weeks wakati jamaa ameingia training. Akaniuliza unaweza taka kukuja huku? Nikamuuliza wapi? Unajua sijui kwao. Akaniambia ukuje tukae huku, because sasa town hatutaweza kuwa tunawalipia rent na chakula na si ati uko na job sahi. Si ukuje tu tunakaa huku kwetu. Sina option nyingine, because nyumbani there is no home actually. Okay. Hakuna ile home unaweza enda, because huwezi peleka watoto wawili kwa bradhako. Na una wazazi, unajua at least unaweza sema my mom is alive, wacha niende mpelekee mtoto mmoja na mimi nikae na huyu mwingine. Ni kweli. So nilibeba yule mtoto na huyu mwingine nikamuuliza tutatoka aje huku. The mother akaniambia acha tu organize na babake kijana, tujue vile utakujia huko, because hii nyumba mnakuja kupewa ina vitu. Walinikujia Maua. Okay. Wakaniambia sasa nikienda pale nyumbani nisiwahi sema that mimi ni bibi ya kijana wao. Okay. So nikienda pale kwao nyumbani mimi sikuwa bibi ya kijana. Nilikuwa mtu amesaidia. Okay. So nikiwa pale kama mtu amesaidia. Okay. Sasa umeenda ukiwa ni kama umeenda kuomba usaidizi huko. Yeah. Okay. That's how sasa niliishi pale kwao nyumbani. Nikakuwa nafanya kazi kama mfanyikazi. Na kijana kwa wapi sasa? Kijana sasa kwa training school hatuna communication nini. Unajua ukiwa pale training school hana simu hana anything. So wewe umenaishi huko kama mfanyakazi? Yeah. Okay. So kukaa pale unajua sasa ujauzito inakuwa bado inaenda ikionekana nini na niko na huyu mtoto mwingine hakuwa amefika time ya kwenda shule. So mimi nikakaa pale, life ikaendelea tu, siku zikienda stress zikaanza kuniingia, nikashikwa na blood pressure, alafu tena nikakuwa na complications za the pregnancy sasa. Nikakuwa na ile amniotic fluid ikakuwa mingi. Okay. So ikakuwa sasa ni in and from hospital. So wakati tulikaa hii sasa kijana akaanza kuwa ananipigia na simu, anaomba simu huko ndani ananipigia. So unajua sasa nimeambiwa nisiwahi muambia hata kama niko mgonjwa ama nini, ni kumsumbua akili akiwa training school. Mimi nikaendelea sasa. Okay. Ndio tunaongea tu normal talks. Lakini siku moja na wazazi ama na yeye kijana sasa salamu tu na unajua mnaongea naye like 20 minutes ama 10 minutes akiwa anakimbia because ni simu amepewa. So siku moja mimi nikalazwa hospitali. Kulala hospitali nikaacha simu yangu
Nikaacha, actually niliacha chanjo, so simu ikaenda kazimikia pale hospitali. Nikakosa chanjo ya kuchanji nini. So kijana akanipigia the whole week niko mteja. Akipiga pale nyumbani anaambiwa that nimelala ama simu yangu iko na shinda. So wakati alinipigia akanipata niko home, nikamwelezea niko hospitali. Hakuchukua ile kitu lightly, alienda akauliza wazazi wake mbona mlinidanganya. Unajua sasa kelele ikarudi kwangu that mimi naambia kijana kila kitu inaendelea pale nyumbani. So communication yetu tukaambiwa tusiwahi ongea na yeye tena ama tusiwe tunaongea. Na huyo askari alikuwa anampea simu pia bado akaambiwa asimpe simu tena. So communication yetu ikakuwa cut off. Tukakuwa sasa hakuna kuongea. Tukakaa bila kuongea nini, akanipigia sana tena akiwa amekaa sana. Akaniambia kuna mid visit nakuja huku. Uniambie kama mtakuja. Nikamwambia mimi siwezi make your decision because nilimueleza ukweli, nikamwambia vile nilikuja, nikamwambia nisiseme hata mimi ni bibi yake ama nini. So nikamwambia sasa labda wewe upigie wazazi wako uwaambie. Akaniambia acha niwapigie lakini usiwaambie nimekupigia kwanza. Sitaki wajue kama unajua kuna visit. Nione kama watakuja na wewe. Aliwapigia wazazi wake wakakubali because nilikuwa hapo. Wakakubali shingo upande. So tukapanga sasa vile tutaenda the next Saturday sasa. Kupanga kijana sasa akakuwa satisfied that tutaenda. Lakini pale chini mamake na babake wakaniambia hakuna mahali tunaenda na wewe. Ukiwa aliyenye huko na plus unawezaenda kugonjekea huko. Hakuna haja tuende. Nikamwambia basi kama mtaenda na mimi endeni hata na mtoto wake amsalimie tu peke yake. Wakaniambia ni sawa. That Saturday kufika siku kuamka tu kupata mtu. Na remember pale sisi tunafungianga kama wafungwa, hakuna kutoka, hakuna nini. Tulipata washaenda nini, kijana si alikuwa amepelekewa simu, nikaona simu yake imefunguka, nikampigia ashiki. Kukataa kushika simu. Sasa ndo hiyo time sasa mimi nilishuku kuna kitu inaendelea. Baadaye akanitext akaniambia we'll talk, wazazi wangu wakitoka huku tutaongea. So ndio time alinipigia akanipea story mingi vile ameambiwa hawatampea baraka because walimuona kuoa mtu maskini, amemuona kuoa mtu ametoka background ya chini na mtu ana wazazi. So that's how kijana tulienda up sasa, communication ikakatika. Na mimi sasa kesho yake Sunday nikaenda mpaka sasa huko prisons. Mahali yako training school. Unajua kuingia pale si rahisi. Nikawaelezea story yangu because hata yeye pale kwa gate alikuwa ameandika status zake yeye ako single, sikuwa najulikana huko. Nikapembelezana mpaka nikakubaliwa kumuona. Kwenda pale si yule mtu tuliachana naye, ana zangu, amefindiwa mambo mingi sana. So mpaka hataki story mingi. Akaniambia wewe rudi tu vumilie because ya watoto. Then mimi nikimaliza training nitakuja nitajua vile tutatoka hapa ama vile tutafanya. And that's the last day mpaka wa leo niliona huyu jamaa. Kwani kutendaje? Vile kulienda mimi nilitoka huko kutoka kule kwa training school nini. Mimi kurudi nyumbani pata wamepaki vitu zangu niende because wanasema nimetoka kuharibia kijana wao kazi. Kusema hivyo mimi ni sasa nikawaambia mimi sijatoka kumharibia kazi. Walianza mambo mingi sana na kuniwekelea mambo mingi sana. Hata actually mamake alirusha mdomo siku moja hiyo siku akasema labda hata ni mimi niliua wazazi wangu. Nikamuuliza niliua wazazi wangu na nilikuwa mdogo, hata mimi nikikuwa mkubwa sikujua. Au na sasa story mingi waliniongelesha mambo mingi sana. Mimi kesho yake nikawapembeleza because ilikuwa usiku, nikawapembeleza kwambia acha tulale basi nitaenda kesho. Wakaniambia kama utaenda kijana wetu amesema usiende na mtoto wake. Sasa yule mtoto wako. So because mimi kwa roho yangu najua mtoto si wa huyu kijana, singeacha mtoto wangu huko. Plus kitu ya pili mimi najua kijana hawezi kataa niende na mtoto because at the end of the day anajua mtoto si wake. So nikajua watu wanandanganya hii mambo yote wananiwekelea ili wasikie vile nitasema. Mimi nikawaambia ni sawa mtoto wake nitaacha hapa. Nikauliza na huyu mwingine nimebeba. Akaniambia huyu akimaliza 6 months pia yeye ulete. Kijana hakutaki. Unajua sasa ndio wao wanasema si kijana.
Na mimi najua vyenye ameniambia nikitoka huko. Nikawaambia ni sawa, nikawapembeleza, nikalala. Asubuhi mtoto wangu akaamka akaenda kusalimia shosho yake kama kawaida. Walienda na mtoto wangu asubuhi, kutoka asubuhi mpaka saa 10 jioni. Na mimi nikasema sitatoka hapa kwa hii mboma because walienda ili nikute nimeenda. Na mimi nikasema sitatoka kwa hii mboma kama sijaona mtoto wangu. Nikakaa hapo mpaka wakakuja. So time walikuja sasa ndio mimi nilichukua mtoto wangu, hata sikumuosha. Nilikuwa singeweza kubeba vitu mingi. Actually hata hakuna nguo yangu nilibeba, niliacha kila kitu because hata vitu za nyumba walisema ni za kijana wao. Na saa hizo mimi nilikuwa najua vitu za kijana wao ilikuwa tu kitanda na mtungi ya gas peke yake na tu few sufuria nini. Hizo vitu zingine zote kutoka meza, kutoka kalikuwa yani vitu mingi za nyumba actually. Wakasema ni za kijana wao na singeng'ang'ana niko mahali that sina hata mtu naweza nisaidia. So that how nilitoka kwa hiyo marriage nikaenda. Vile nilienda kijana akapasa out nini, nikapata yule mtoto, nilienda nikapigia the real father of my daughter. Kumpigia sasa ndiye alinisaidia. Akaniambia utakuja mpaka kwetu home, tundanganyane hiyo mimba ni yangu ili at least ushikiliwe mwezi mmoja upate huyo mtoto. Alafu after 1 month ama 2 ukipata nguvu, waambie unaenda kazi, unarudi kazi. Because my mom hata kataa because mimi sina job na tukikaa hapa mamangu ni mzigo tunamwekea bado hata kubali. So mimi ndivyo nilienda nikarudi sasa pale Chuka tena. Nikapata my second born sasa. Kupata my second born actually toka nitoke huko sikuwa ngonjeka BP tena ama kuishiwa na damu. Okay. Nilipona kabisa, nikaenda nikapata yule mtoto wangu normal, hata sikufanyiwa ile operation nilikuwa nimebukiwa. So that's how sasa mimi nilitoka huko kabisa. Kijana akamaliza training, nikajaribu kumtafuta hata anisaidie because sikuwa nimeinuka. Hakutaka kujua hata nilipata mtoto kama ni female ama ni male, hakuwahi yani kushughulika kabisa. Na mimi sasa nikasema because nimeandikisha kila kitu pale na details zake ni mreport. Another lady akaniambia usifanye hivyo, achana na yeye, Mungu atakuonyesha njia ama vile utalea hawa watoto wako. So mimi because sikung'ang'ana kwenda kureport. Nilikaa tu hivyo mpaka wa leo. Jamaa jai nitafuta, sijui mahali yako, sijui alipostiwa wapi, sina namba zake za simu. The only thing nimebaki now it's my daughter and my story. Okay. So that's how mimi nilienda hapo sasa kukua na watoto wawili. Kutoka hapo sasa life nikasonga, nikatoka sasa huko kila kitu, mtoto wangu akamekuwa mkubwa sasa hii ako 6 years. Anaelekea 6 years actually. Okay. Because wote ni wa November. Mmoja anaelekea 8, mwingine anaelekea 6 years. Okay. So nilipeleka wale watoto wako pale Chuka kwa baba yao, baba ya huyu first born wangu. Okay. Wakati maisha yangu ikutana the same way tena niliwapeleka pale kwa shosho yake. Wakae hapo at least niwe na watumia kitu because kama kwetu nyumbani hakuna mtu naweza achia mtoto. Okay. So nikawapeleka kwa shosho yao. Wako pale Chuka hapo ndio tu na wachunganga, nikipata kitu na watumia. Okay. Kutoka hapo sasa ndio nilianza life tena, nikarundi tena from everywhere nimekuwa, nikarundi pale Maua sasa tena bila mtoto. Kurundi pale Maua tena nikapatana na single dad. Okay. A single dad. Na yeye huyu mtu alikuwa ni older than me. Alafu ni mature, alafu mimi ni single mom na yeye ni single dad. So we understand one thing in common. Huyu mtu na yeye tukaanza kuwa tuna date na yeye. Okay. Lakini yetu haikuwa hatukufika kwa intimate that haraka. So aliniambia mimi kenye nilikuwa nataka ni kudate mtu single anaelewa what is to be a single mom because mimi ni single dad na si expect kupata watoto wengine in the future. Akaniambia if uko ready tunaweza settle. So because mimi sasa sikuwa hata na place ya kukaa Maua ama nini, mimi nilikubali. Kukubali yule jamaa nikamwambia sasa before tuanze relationship twende tukapimwe. Akaniambia actually kuna mama alikuja pale kwangu kazini wakati alituona na wewe, akaniambia wewe ulikuwa umezaliwa ukiwa HIV positive. Okay. So nikamwambia no, mimi sikuwa nimezaliwa nikiwa HIV positive, nimeishi kuambiwa hivyo kutoka nikuwa mdogo. Akaniambia now then twende tukapimwe. Nikamwambia twende, akapigiwa simu hapo akaniambia ama tutaenda kesho.
Nikamwambia it's just 30 minutes, twende hata uache test yako hapo, mimi nitakuja nao nitakwambia the result. Akaniambia hapana, acha tupange kesho. Nikamwambia because mimi unasema unani doubt na unaona kweli kama mimi nimezaliwa na hii ugonjwa, acha mimi niende nipimo nikuletee test. Then tutaenda na wewe kesho. Okay. Akaniambia ni sawa, by the end wewe kwanza hata ndiye na doubt zaidi. Na because I wanted to win trust ya yule mtu, aone ukweli. Unajua I was fighting watu wajue that mimi sikuzaliwa na hii ugonjwa. Na nilikuwa nachukia the fact that watu wengi wanaona kweli nimezaliwa na hii ugonjwa na wananiwekelea kabisa. So that how nilienda hospitali, nikafanywa test, nikampelekea. And that time nilikuwa negative. Okay. That was 2019 sasa. Nilikuwa negative. On 2020 time ya COVID. Okay. Si nikakaa bila job, nikaenda mpaka kwake sasa Maua, tukaanza kuishi kwake. Watoto wake hawakuwa, unajua yeye anaishi na vijana wake ni twins. Okay. So hawakuwa hiyo siku. Tukaanza akaniambia kuliko ukae ukizunguka kama ukirent nyumba na huna job, so come tuishi huko. Nikamwambia nitakuwa nikakaa wapi na hatuja plan ku move in pamoja. Akaniambia unaweza kuwa unakaa kwa hii room ya vijana wangu before warudi. Okay. So that's how nilienda up, tukaanza kukaa actually because tulikuwa tumekatiana nini, tulikuwa tunakaa kwa nyumba moja, tukaanza kukua intimate. Na ile idea ya kwenda kupimwa tena haikukuja because mimi ndiye nilikuwa nafaitia that love. Okay. Na hakuwahi nikumbusha ama kuniambia, nikimwambia tukapimwa anakaa akibadilisha the day ama anabadilisha, ananiambia kesho yenye ifiki. Kufika pale ndio sasa mimi kesho after kukaa naye nikaanza sasa kuambiwa story pale town. Nikaanza kuambiwa that huyu jamaa mnakaa naye yule demo alikuwa anakaa naye alikuwa HIV positive. Huyo jamaa mnakaa naye? Yeah, ni watu walianiambia. Sasa wenye walikuwa wananiambia wale wengi walikuwa marafiki wa huyu ex wake because nilikuja kujua. Na huyu ex wake ni mtu najua tumetoka the same village. Okay. But singesema ni status zake ama singejua status zake because it's not allowed kusema status za mtu. So mimi nilikaa tu nikifanya investigations zangu kwa marafiki. Okay. Nikiwa pale kuambiwa hivyo, kuna mtu aliniita a very serious man. Akaniambia ndama hiyo story unaambiwa ni ya ukweli. Na huyu mtu nilimtake because hatujai joke na yeye. Nilitake ile story serious. Okay. Na nikarudi nikaambia jamaa wangu, nikamwambia mimi naambiwa hivi na hivi. Jamaa akaanza kuniseparate sasa na marafiki. Okay. Akaanza kuniambia unaona kukaa indo, hakuna kwenda kwa kuzunguka tena. Okay. Because I'm providing everything. Kama utoki kwa soko ama uende kununua kwa new kitu. Akaanza kuwa kama ni supermarket anaenda peke yake kufanya shopping. Okay. So ikakuwa sasa ameniseparate na these people kabisa. So that nisijue information yake mingi. Okay. So ile mimi nilikaa nikamwambia unajua ulikataa tupimwe, unajua na insist namwambia mbona ulikataa tupimwe, basi kama hivyo kuna sema si ukweli. Jamaa akaniambia tutaenda kupimwa tu usijali. So mimi nikaanza kudevelop acid nini, then nikiwa pale hospitali nikafanya tu investigations zangu. Kuna mtu nilipea kitu kidogo mahali akaenda akaniangalilia kama ni ukweli hivyo naambiwa about you dem. Na akaenda ukweli akaconfirm na akaambiwa na akajua ukweli huyu msichana alikuwa mgonjwa na alikuwa anachukua ndawa mahali fulani wa fulani. Na kuna wakati alichange hospitali na kuchukua file yake. Unajua kama mimi hivi niko for now before I talk nikitaka kubadilisha hospitali lazima niende nichukue file. Kuna ile file napewa niame nayo nikuje kama ni Nairobi kama ni change. So huyu demo hakuwa amechukua. So it means yule msichana alikuwa ameachana na ndawa. Okay. So nilikajua hiyo story, sasa ikaanza kuniingia kwa akili. Nikaenda sasa kufanya test. Wakati nilienda kufanya test that the time sasa nilipata I'm positive. Okay. Kupata I'm positive, test zangu hazikuwa zinasoma the same results. Zilikuwa zinasoma result tofauti. Okay. Moja inatoa invalid, nyingine inaonyeshana that niko na virus but ka test kanaonyeshana line mbili, moja iko kwa umbali, nyingine inaonyeshana line moja. So daktari akaniambia because hizi test zako zinasoma tofauti, itabidi mpaka ungoje like 2 weeks ndio utakuja.
Na mimi sikungoja because kuna yenye pale ilisoma niko positive. Niliwaambia hizi vitu zenu zime expire. That day nakumbuka nilienda 15 hospitals. What? In Meru County. Yeah, nikijaribu na hizi ile test zote nilifanywa kwa hizo 15 hospitals, nilizibeba nikaenda nikamwekea hapo kwa meza. Nikamwambia these are my test results na zote zinatoa negative, positive, invalid. Na nikamwambia hii ya positive hii mimi na doubt pia because nishakwambia everything yenye nimeambiwa na mimi sijai hivyo una claim that mimi ndiye nimekuja na hii ugonjwa. Me I have evidence that nikiingia kwa hii relationship nilipimwa mahali wa fulani na fulani. So jamaa kaniambia ni sawa, acha tungoje hizo 2 weeks. Mimi sikungoja, nilienda after 1 week. After 1 week so ile test ikatoa line moja na kingine kakuwa kamefeed. Daktari akaniambia there is no need kungoja tena. This thing is real. Na wakati umejua ni real, anza tu dawa zako mapema na ujikubali. So me siku take that thing kwa rahisi, nilimpigia. Unajua saa wale madaktari lazima watake kujua umetoa ugonjwa wapi ndio kama mwenzako umemwambukiza ama amekuambukiza na kama hatumii dawa kujie dawa. So waliniuliza na wakajua exact jamaa, unajua sasa ni jamaa kwa hiyo town tu na wakajua huyu bibi yake alikuwa the ex. Alikuwa anakujia dawa hapo. So hao madaktari pia wali follow up na wakajua ukweli huyu jamaa ndiye alifanya nini? Aliniambukiza ile ugonjwa. So mimi nilienda nikamwambia I'm positive. Nilimpigia hata magoti tukae. Akaanza kuniambia sasa because uko positive hatuwezi kaa, mimi nataka kurudiana na ex wangu. Nikamwambia remember I'm not positive alone. Kama una claim kabisa unaniwekelea mimi ndio niko na hiyo ugonjwa, remember ulikuwa unalala na mimi. Na labda sisi wote tuko positive. So please because mimi sitaki kwenda pale nje kuanza life ama kuanza kuambukiza watu. Si tukae tu because tushajua hali zetu. Tukae sisi wawili tukua positive. Jamaa alikataa kabisa, akaanza sasa kuwa ananimistreat, kunichapa hata mbele ya watoto wake. Sometimes hata anaita watoto wake wanaenda wanakula chakula kwa hoteli. Mimi naachwa kwa nyumba. So that's how mimi nilienda kutoka kwake nikaenda nikaripoti pale police station. Kwenda kuripoti pale police station. Akakuja akasema nimeiba vitu zake za nyumba, mimi nikafungwa. Okay. Because there's this power of money. So alienda pale akafanya vituko zake kwa polisi, akaniekelea and nikawekelewa that nimemuiba. Nikafungwa, the stigma ikaanza kuniingia. Nikafungwa siku 2. Nikalala cell siku 2 ili nionyeshane vitu zake za nyumba. Okay. Mimi nikaachiliwa. Kuachiliwa pale nikajaribu kueleza askari that mtu ameniambukiza ugonjwa akijua na akijua ako nayo na akaanza kunifukuza. Nikaambiwa niongee naye turudiane. Sasa niwauliza mimi nitaongea naye aje na yeye ndiye amenifukuza, mimi hakuna time nimemkataa ama nini because ya ugonjwa. So wale askari hawakutake anything serious na hawakutaka kunisikiza. Tukikutana naye kwa barabara ananiambia umeona kenye nimekufanyia, there's nothing you can do, there's nothing you can change. So alianza kuwa ananitishia. And actually nilikuwa sasa na ile bado nilikuwa na ile denial that I'm sick. So nilikuwa napitia hali ngumu sana pale. Kuna hata time nilijaribu kujiua. Like 5 times. Ulifanya nini? Mara kwanza nilikunywa sumu, mara 3 hainiui. Ya ine nilisimama kwa barabara. Sasa ni sumu ya nini unakunywa? Nilikuwa nakunywa hizi maratrat, zingine nakunywa hizi dawa za mende. But hazikuniua. I don't know why, I don't know how. Nikaona hizo haziniui. The 4th time nikasimama kwa lami. Nikanyangwa na gari. Nikukuja makanga wananitusi wananiondokea. So hiyo pia haiku succeed. Ya 5 ndio nilienda mahali kuna kuanga na waterfall. Kuna mahali kwetu kuna kuanga na waterfall na hapo chini kuna kuanga na so deep. So nikaenda na ngunia na mawe. Nikajua nikiingia kwa hii gunia, zile ngunia kubwa. Nikajua nikiingia kwa hii gunia then niweke mawe chini, nifunge hapo juu.
because nilikuwa kamteremka then ninjirushe nilikuwa kwa ngunia ndani. So nilikuwa nimeplan everything vile nitajirusha ile ngunia ikiwa mzito itapanda. Nikiingia pale kwa maji. Nitakufia kwa maji because ukiwa kwa ngunia utajua hata kuswim. Okay. But nilikuwa pale the sauti iliniongelesha, what about your daughters? Watoto wako wataishi hivyo, umeishi kuteseka kama kuzurura hata ukiwa uhai because of your children. So mimi ndio nilichange mind, nikatoka hapo na nikatoa idea sasa mimi nitatoka Maua. Because sasa every time niki lose anything kwa life narudi pale Maua. Okay. Sasa nikasema nitatoka Maua niende at least ni change environment, niende nianze place nyingine upya mahali sijulikani. Nikiwa pale sasa ndio tulijuana na kijana huko kwetu anaishi Nairobi. Okay. Tukakutana naye nikampea story yangu. Kumpea story yangu akaniambia because mimi nikamwambia mimi nataka kuhamia Meru Town because Maua na Meru Town. Akaniambia bado uko Meru County. Lakini mimi najua Nairobi. Nikamwambia sasa nitasurvive aje Nairobi, sijui Nairobi. In my life sijawahi lala Nairobi. Actually this is the first time kukua Nairobi. Nikamwambia sasa nitasurvive aje. Akaniambia ukiwa huko utakosa kitu ya kufanya. Unaweza enda tu uanze kazi. Nikamwambia sana na hizi vitu za nyumba nini. Akaniambia because mimi mahali naishi ni kwa mama fulani. Kuna mama naishi na yeye, mimi sina kwangu. So nitafanya hivi, nitapigia brother wangu. Mama yake ama nani? Tu mashuga mami. Alikwambia naishi na sugar mami? Yeah, so alikuja kuniambia baadaye ni sugar mami, but aliniambia alikuwa anaishi na unajua alikuwa anamuita mamas. So unajua mimi ukisikia mamas nafikiria tu ni madam kama mimi ama sikuwa najua ni mama mzee alikuwa anaishi na yeye actually. Okay. So mimi nikamwambia ni sawa basi, akaniambia brother wangu atutafutie nyumba single room hiyo place anaishi. Brother yake akauliza brother yake uko wapi? Brother yake akamwambia niko Ruiru. Akamwambia si unitafutie nyumba hizo side, niko hivi na hivi, kuna dem tunakujanisha na yeye. So hiyo time nilikuwa na like 10k. Tukaenda nikamwambia sasa mimi sina pesa nyingine nyuma na mbele, niko na hii pesa tu na ilikuwa kwa account ya my daughter. Akaniambia enda acha tufanye hivi, enda uongelee gari usikie kuliko tuuze hizi vitu na hasara alafu enda huko ununue vitu zingine expensive. Enda tutafute lori, tusikie hizi lori za mizigo zinalipisha ngapi. So ndio tulienda tukatafuta lori za mizigo nini, nikabebewa vitu tukakuja huku Nairobi. Vile tulikuja sasa, akarundi pale kwa yule mama, walikuwa anaita mamas. Najua mimi sikuwahi meet, sikujua ijua huyo mamas. Okay. Akarundi pale yule madam, I think vile maybe walikuwa na misunderstanding zao. Kijana akarundi akaniambia Damaya, you will have to host me because mahali nilikuwa naishi huyu mama ameleta mambo mingi na hata amekataa na vitu zangu za nyumba. Kwa hivyo hata hakuwa na nyumba yake. Hakuwa na nyumba yake. Akaniambia mimi sasa unajua anaona ananini akili because anajua mimi ni mgeni kabisa. So mimi sikuwa najua intentions zake. Akaniambia mimi huyu mama amekataa na vitu zangu zote za nyumba. Na because tulianza kukaa na yeye, nikaanza kuwa namwambia kila siku siuende hizi vitu za nyumba because tulikaa akaendea hata brother yake. Okay. Tukakuwa sasa tunakaa kwa single room, brother yake analala kwa kiti. Si tunalala kwa kitanda na ni single room tunakaa watu watatu. So nikamwambia siuende hizi vitu za nyumba because kuna nyumba empty hapa next, chukulie brother yako na hizo vitu zako za nyumba. Akaniambia huyu mama hezi taka kunipatia na niambia nilipe nyumba miezi 2 kwanza na ni 14,000 na hiyo pesa sina. So kuliko aniambie ukweli that hizi vitu si ana vitu, mimi aliishi kuniambia hivyo na mimi niliishi kuamini hivyo. So baadaye nilikuja kupewa story na beshte yake, nikaambiwa hakuna vitu, huyu mtu anakuanga nao vitu zake zote za nyumba zilifanya nini? Okay. Zilipotea. Aliacha akaenda coast, akurundi nyumba ishafungwa. Unajua ukienda hujaambia landlord umeenda wapi, umemaliza miezi 3 uchukui simu upigi simu. Landlord akakata nyumba akaenda na vitu zake zote. Okay. So jamaa kurundi ana kitu eni. So ndio time alianza kuwekwa na watu wanaita wa mamas. So mimi vile nilimpeanga story yangu first, nikamwambia niko positive. Okay. Yeye mwenyewe aliniambia hata mimi kuna mama huyo mama tulikuwa tunakaa naye alikuwa positive. Okay. So hata mimi niko positive, ni vile sijaipata ngatha ile courage ya kwenda visit ama
ama ya kukubali kukunywa ndawa. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia at least nikiwa na wewe umeshajikubali na unakunywa ndawa zako, tuko tunaishi siku moja nitaendea na nianze life. Nikamwambia one thing about hizi ndawa, azipendi pombe. You have to drop a lot in your life. You have to sacrifice a lot in your life. So kama wewe hii ugonjwa ijakuweza, jipe time before uende zile ndawa, because ukianzia zile ndawa there is no turning back. Nikamueleza hivyo tu kiufupi nini. So tukaanza kuishi na yule jamaa wangu. Jamaa aka-invite sasa mabeshte zake wengine 3 kwa ile nyumba. Tukakuwa watu 5 sasa na ni single room. Kukua watu 5, hao watu wanaenda usiku. Na wapigia simu kwa maclubs. Yani sijui deal zake kabisa, sijui kazi yake. Unakumbuka sasa mtu tumejuana because niko kwa situation na ni yeye amenileta Nairobi so that I heal na ni change environment. So vile nilimuuliza na unafanyanga kazi gani? Because nilikuwa najua previous job yake kitambo. Okay. Akaniambia mimi naandikanga script kwa one of stations. Okay. Nikamuuliza gani, akaniambia. Nikamuuliza sasa kwani scripts zinaandikangwa usiku, akaniambia hizo zinaandikangwa na simu. Another time tena akaniambia mimi nafanyanga wazungu mtihani. Sijui hizi online writing hizo. Mimi unajua mimi sasa ni mtu nimetoka mashambani, I don't know anything about script. Mimi hata sijui script nini mpaka wa leo. Okay. Sijui hata hizo online writing zinafanyangwa nini. Hata mambo ya social media mimi nilikuwa najua Facebook peke yake na WhatsApp. So mimi siku moja akaniambia nitakuintroduce kwa kitu nafanyanga. So nikamuuliza mbona unatumia account imeandikwa jina ya mwanamke. Akaniambia account ilikuwa ya demu wangu na ndiye alikuwa anafanya hizi kazi ya Facebook. Okay. Nikamuuliza mbona account yako ya Facebook na WhatsApp ni ya msichana. Akaniambia mimi nilikuwa na hizi account ni msichana, ni demu tulikuwa tunakaa naye lakini alitoka Kenya, ndiye aliniachia account ndizo nafanyanga nazo kazi. So at the end of the day mimi nilikuja kujua this jamaa anakuanga conman, wale wa kutengeneza pseudo account. Okay. Anachukua kama picha zako hivyo wewe umetrend SYMO, I mean. Anachukua, anaanza kujifanya wewe. Anafikia because sasa ni wewe unajua followers wale wengi watamfuata. Anakuwa anawaomba pesa, ana host to event hakuna, anapromotiwa. Hiyo ndio kazi yake. Another thing akaanza kutengeneza account ya mmoja yeye ni mzungu na nyingine yeye ni Mwafrika. So wakati wewe umeongea na mzungu ukiwa Mwafrika, as in unataka kuenda nchi za nje, si unaona kuna watu wako na tamaa sana kama saa hii economy ya Kenya iko chini. Si anatake advantage because unataka kuenda nchi ya nje. Anakuambia sasa nitakutengenezea njia vile utaenda nchi za nje na upatane na mzungu fulani. Na the same mzungu ni yeye anakuchat. So ukikubali anakuambia mimi nitakulipia passport na wewe ulipe visa. So unajua anafanya hizo vitu zote tukua na yeye. So time mingi mimi because accent yangu ama English yangu si that pure, anataka kwa ile place iko na ma student because akikununulia pombe akwambie niitikie hii simu ukiwa dem sema hivi na hivi. Utamuitikia na uongee English mzuri. So wakati yule mtu atapiga simu anataka kuongea na yule mzungu, yeye ataongea akiwa yule mzungu akiwa mwanaume, yaani akuconnect na dem kwa Kenya. Okay. So ukikuja na ile pesa ya kutengeneza sasa visa because amekupromise passport, sasa visa ni wewe utalipa. Ukikuja sasa ndio that time sasa wanakuita wanakwambia wako na ofisi mahali fulani, ukikuja pale wanakuattack, wanachukua ile pesa. And because wewe umekuwa threatened, you can't report anything to anyone. Okay. Na because kukoniwa saa hii kwa ukienda kustaki, so I don't know kama kuna kitu unasaidiangwa because unaambiangwa ni wewe umetaka wewe peke yako. I don't know kama kuna kitu mtu sijaiona akiwa amefanyiwa anything because he is out there na ana survive tu kama wanadamu wa kawaida. So mimi nilikataa hizi deal. Mimi sasa ndio nilitoka kwa tulikosana na yeye like it's now for 3 months. Okay. Mimi sasa ni mgeni Nairobi, sijui anybody. Nikaanza sasa vile tumekosana na yeye wakabebana na marafiki zake wakahama. Okay. Vile waliama mimi aliniachia rent arrears na sina job, so I had to sell some of my things ndio ni settle ile rent because ilikuwa imeshikana ya miezi 2.
So nikasettle ile rent, nikatoka kwa ile nyumba, nikahamia nyumba ingine yenye mimi ningeafford. Okay. Nikiwa pale kwa nyumba yenye mimi naweza afford, ndio nilikuwa hapo na hii idea sasa ya kutoka about my story. Nikiwa pale sasa jamaa alisikia sasa nimetrend, akaanza kuwa ananithreaten. Okay. Na siku moja I think kuna siku hata alinipata kwa hako katown akanivuruta nywele. Katown kagani? Hako mahali naishi hapo Ruiru kwa Cairo. Mimi naishi hapa Ruiru kwa Cairo. Okay. So alinipata hapo kwa hako katown because tunaishi town moja lakini mimi sijui wanaishi side gani. Mimi hakuna mahali najua na mtu keep on changing towns. Kama leo ako Ruiru kwa Cairo, kesho yake unajua sasa ni mtu hajasettle, so hakuna mahali hawezi survive. Na ni mtu ana pesa kila siku, so anaweza hata hiyo time tulijuana na wewe Mau alikuwa anakaa kwa lodging na alikuwa anailipa every day. Okay. So ni mtu anaweza survive anywhere because huyo si kama alede na ana mtoto. So hata akienda settle kwa club fulani na hawa anakaa hapo anaweza kaa. So mimi sijui mahali anaishi. So mimi nilikuwa natoka tu tukapatana na yeye nikienda kutafuta kazi. Hiyo time. Kupatana na yeye aliambia huyo mama alikuwa anipee kazi. Imagine nimepata kazi kwa Wine and Spirit hii ya kuuza ukienda nazo. Because si ati nimesoma sasa ningetafuta kazi ya class plus singetaka kutafuta kazi mbali na hapo mahali naishi sababu moja ni transport, ya pili sijui huko. So ningeanza na mahali katauni yenye naishi kwanza. Alikuja akaambia huyo mama that msichana anakuanga HIV positive na anaweza wekea hata customer kitu mbaya kwa pombe na ni mwizi. So unajua because hii pombe alikuwa ananunua mingi, yule mama alimuamini. Nikapembeleza yule mama nikamwambia huyu mtu hata nimemreport kwa polisi because alikuwa anataka kuninyang'anya hata vitu zangu za nyumba. Nikamwambia hata ni landlord alinisaidia huyu mtu asininyang'anye vitu zangu za nyumba. Akaniambia hapana, kama ni customer, huyu ni customer wangu ndiye ameniambia na muamini. So that's how sikupata ile kazi. Okay. Nikakaa tena nikapata kazi ya hoteli Ruiru ndani. Nikiwa pale sasa Ruiru ndani, tulikuwa tunapikia mafundi tunawapelekea. Si unaona huku ma estate zinanunuango, mafundi wanapeleka huko wananzenga the whole week then wanalipwa Saturdays. So huyu mama na yeye alikuwa anapikia mafundi the whole week. Tunapikia kwake kwa nyumba, tunapelekea mafundi every day. Nikiwa pale sasa I think hata tukimaliza nitakuonyesha picha zangu. Nitakuonyesha picha zangu I think iko Facebook because simu yangu iliibiwa on Sunday, sina any pictures. Okay. Nikiwa hapo nikaanza sasa kuingiwa na stress tena. That the time sasa nilipea one of my friend story yangu. Pale Facebook nikamwambia nipostie hii story. Nikamwambia mimi I'm losing hope, I'm just tired. Na mimi hii mambo napitia kwa life yangu Mr. Eza tena nimechoka. Na everything napata, every relationship naingia, kila mtu ako na target yake kwangu. Hakuna mtu anakuja na intentions za love, wote mtu anakuja ananitumia anaenda. Inakaa kama it's my fault or kama mimi nimekuwa mtu wa kujiuza. Yani mpaka unapea mtu story anashangaa kwani una date watu wangapi. So mimi kupea huyu jamaa story yangu nikamwambia nipostie story. Na unipostie about my HIV status. Hizo nilikuwa nimeparara. Hizo ni like 2 months zimeisha. Nikamwambia nipostie story. Jamaa akakaa bila kuipost. Mimi nikaricha out kwa msichana mwingine nikamwambia mtu anaendanga live aje Facebook kuelezana story yake. And that how sasa mimi nilianza. Okay. Nikaanza kupeana story yangu Facebook. Wale wengi wakakuwa so touched na mimi. Watu wakaanza kunisaidia. Sasa wengine wakaniambia Damu usiende hiyo kazi tena inakuumiza because sikuwa nakula vizuri because unaenda pale asubuhi unashinda kwa njua. Na alafu ni kitu hajaifanya tena. So nikiwa pale nilianza kupata support ya watu, nikaanza kuitwa kwa interviews. Nikaanza kuitwa kwa interview, wengine wakachip in, wakaniambia Dama tengeneza WhatsApp group, uite jina yenye hiyo umeanzisha nayo hiyo story yako. And that how sasa nilikama hapo nikasema because mimi nimefanywa hii kitu na nimefanywa hii, let me nianze hii story zangu ya kutoka mali nilizaliwa sasa. And anybody pale nje
especially my young generation wenye ni enzi yangu. Nikiwa pale tena nikaambiwa in Meru County sisi ndio tumeongoza na new HIV virus for our to 14 years to 25. So mimi nikasema acha nianze hapa kwa 14 years. Okay. Nianze kuongelesha hao wasichana wetu, vijana wetu, at least naweza saidia mtu mahali. That's how sasa nilianza SYMO. Na life yangu ikakuwa hivyo sasa, nikatoka in public. Ndio nimekuwa nikisurvive. Okay. On Sunday, last Sunday sasa nikiwa natoka Kamakis kuona one of my friend, ndio sasa niliatakiwa. Okay. Mimi sivaangi miwani. Mimi am normal, as in sijawahi kuwa na shinda ya macho. Hii shinda ya macho nimeletewa on Sunday. Huyu jamaa tena aliniataka wakiwa na mtu wa pikipiki. Because mimi nilireport kesi yake Kasarani police station. Kasarani wakaniambia niende kwa DCI Ruiru. So unajua sasa sina evidence because the jamaa alichukua simu yangu. Alininyang'anya simu, ndiye aliningora. Hapo ulikuwa unaniuliza nimengora na nini? Nilikuwa napiga simu, nilisikia tu mtu nyuma yangu amechukua simu because hiyo simu ilikuwa mrefu. That the time kucha zake ziliingia kwa njicha yangu. So for now sioni na njicha moja. Nimekuwa pale hospitali nikapewa dawa za kuosha, nikaambiwa kwanza leo tarehe 8 ndio nilikuwa nimeambiwa nirundi wanione kama hiyo clot iko ndani ya jicho inaisha. Kurudi pale hospitali nikakuwa sikurudi. Okay. Sikurudi, ilikuwa nirundi leo. But unajua kurudi bado ni pesa. So na hata kwa DCI sikuenda because the evidence that I had ilikuwa kwa hiyo simu alichukua. Okay. So on Monday ndio nilienda nikaripoti simu yangu imeibiwa. Nikaenda pale kwa kampuni because ilikuwa ya kampuni ya mkopa, ile ya kulipa polepole. Okay. Ndio ni wakaenda wakafunga ile simu tena. Wakanipea ingine. Hii natumia sasa haina anything. Okay. Kabisa ni hizo hata kukua Facebook ni kulistart nimeanzisha kitu tena. Okay. Yeah. Wow. I'm so sorry about that. It's okay. Story yako ni sadaki. It's okay. But yenyewe watu upitia maneno mingi na mambo mingi. No ni jira mundu Ngai ena hinya. Na ari ogitini na nanyoga reason ya kila kitu napitia. Ngai ni amenya gitumikia maundu mothe mari uragerera. Na wega no ukimwehoka. Tondu riu tukiuga atia. Hakuna kitu tunaweza sema. But sasa nikuulize, huyu jamaa anakuthreaten ama ananithreaten sana because the only place yenye niko na security ni kama hapa tuko kwa studio yako ama kwa nyumba pale kwa plot. Lakini ukitoka nje mimi sitokangi. It's like mimi nikitaka kununua kitu natuma na watu kwa plot, ama kama natoka town kwa interviews napitia nanunua vitu zangu na weko na pikipiki mpaka kwa mlango wa nyumba, that na survive. Sasa uwezi toka nje hata kidogo? For me kenye kinafanya Simon sitoke nje that huyu jamaa kuna time alikuwa na gun kwangu. Ati gun? Yeah. Na nikaiona and I know what is gun ni nini because mimi nilikuwa na nilikuwa na brother yangu mjeshi, so nikiona gun mimi si mtoto najua gun ni nini. So nilireport but wakisikia huyu mtu ulikuwa unakaa na yeye hawaamini. It's like wanaona asifu wewe ni accomplish wake ama wewe unakaa kama wewe ndio uko na makosa, wewe umeenda kureport. Okay. So wananiuliza ako wapi, anaishi wapi, mimi siwezi jua because ana shida the way nimesema ana shida change places. So hiyo siku yenye alinithreaten na akaenda na simu yangu. Hiyo siku alikuja kama mwizi wakiwa na beshte yake na pikipiki. Okay. Hiyo ingine alinithreaten before alikuja alinipointia gun. Akaniambia ndio nitakutoa nayo hii akili yako. Because hata saa hii anafuatia stories zangu sana because anatumia account mingi Pusedo account. Okay. Na siwezi jua because niko na followers wengi on Facebook. So every move mahali naenda anajua. Of which sijui anajuanga aje. Okay. So mimi si at life yangu iko sawa sana. But that will not stop me from campaigning about the spread of HIV. Ama kuongelea kuambukizana hiyo ugonjwa. Yeah. Sasa okay, ni ulipotete polisi niyo yothe kuga he mundu uragwetha na muturira waku wi hatikaini. Yeah.
Wapi? Niliripoti Kasarani. Na nimeripoti Murera police station. Okay. Murera iko hapo mbele kwa Cairo, huko Saint Kimbo. Kwa chief nimeripoti. Yeah. We hapo ni nini, but I think ogikoro ni uribotete ni wega. No ru nani ngiuga atiriri tondu ringi Ngai no guteithia wone mbia ri kaba guthama hau ikaraga. Yeah, nikipata pesa actually nataka kutoka because sina ile stare ya movement. Siwezi toka kutembea. Yani niko stuck. Na ru kaundu kau ri gatikoyo uguo na itheru actually kasichukuliwe tu hivyo na TV hivi nichukuliwe ikiwa kitu serious. Niguo mundurume ucio ni agerirwe thu na hurirwo thimu okorwo ni ku Kasarani eto asamo no amenyo ni kikiuru niguo erwo atiriri undu wothe ungikuhapenira kumenyeke ati niwe gukorwo wiki niwe gukorwo wi answerable. So I think tatonto ukiareria mundu maingi to mahaha kire-ini kamera-ini ri na ni njoya rata yakwa no magukuhurira aria mena information nyingi kana mena ugi muingi gukira maundu maria ndina muri no magukuhurira thimu to ni kuheana namba yaku ya thimu haha. No tutanakirikia no nyende waririe wanjira ni ukoretwo ukiariria youth our young generation that young is generation yeah. No nyende ukiaririe youth aria me haha ndigiri kuri andu marathie magakingirira maundu-ini mangi ndinauga ati we wakirwarire no waganu tondu ni kureherwo wakirehirwo ni mundu umite na ku ni kuri hihi ciana cireingiriria mawaganu-ini macohi-ini na ki na ringi mitugo-ini andu ni marutaga mirimu teyo no nyende o maririe na hihi mundu tondu taru we no na mwanake waku mwathire mukionana nake no ingira kihiko-ini ndumenyete status ciake tondu kono wamenyete ri nona ni ungiahotire ku avoid kihiko kiu no kiaririe ona aria mara survive na murimu ucio ni kuri hihi mundu ra discover ta muthenya wa hwai aramenya we ni murwaru ararigwo ni kwa kwambiriria kana ni akohota guikara maisha maya neza taka uangalie kamera ongeleshe vizuri kama 5 minutes alafu malize, si ndio? Okay, thank you so much. And thank you for hosting me again. Mimi ile kitu naweza sema SYMO, mimi hii ugonjwa aina gender equality. Hii si ile tunasemanga that huyu akose huyu apate. Hii kitu iko kwa sisi wote pale nje and inaendelea kuzaana that hata kama watu wanajifanya walisahau that HIV haina makali. Mimi ndiye niko nayo. Na hata nikiundanganya that sisikiangi uchungu ama sigonjekangi, mimi nitakwambia so that najipea nguvu. But mimi ndiye najua the pain I have with this virus. Na this pain ndiye ilinifunza that siwezi wish. Ingekuwa sina pain by the way, ningesema acha waambukizwe. But because I understand the pain that mimi niko nayo, ndio nilisema sasa sitaacha mwingine aambukizwe kama niko na hiyo uwerevu wa kujua that hii ugonjwa ni kuambukizana inaambukizanangwa. Because watu pale nje si wengi wako na intentions kama zangu. Kuna mwenye hii ugonjwa itashika aamue na mimi sitakufa peke yangu. Nitakufa na wawili ama watano. Ni kweli. Na wale watano na wao wataachwa waendelee kuambukizana ile ugonjwa before ujue hata uko nayo. This virus will not go away, itaendelea kuzaana. Na sidhani kama kuna mzazi yote pale nje anaweza wish mtoto wake apate the last thing ile ya kwa dunia tunasemanga. Unajua sasa magonjwa zote ile kubwa kabisa ni HIV. Achana na cancer because cancer imekuwa makali juzi. Ile ugonjwa ilikuwa inaogopa zaidi ni HIV. Na usikie mtoto wako ako nayo. Hata SYMO huwezi furahi. Kweli kabisa. Lakini kama wako pale nje because our young generation ndio wako na hii ugonjwa zaidi from 14 years to 25 years. Na wale young generation ndio wanapelekea hao watu wengine wazee. Because sasa mimi nikiwa pale nje nalala na mtu because nataka something. I want you to buy me this water. So because tuna exchange na sex. Na ile sex hatutapima. Tutapima na macho. Ama unauliza mwingine the always thing yenye hata nakishinda nikiwapostia kwa Facebook, kwani uniamini? There's no VCT inaitwa kwani uniamini. Ni kweli.
kama mtu umwamini wachana na yeye. Siwezi advertise that niambie watu wazima wasifanye sex because sex ni decision ya mtu. But because sitakwambia usifanye, ukifanya sex na mtu uamini, kesho yake amkia pale hospitali. Kuna dawa utapewa pale hospitali for 28 days inaitwa preps. Na sasa mbona ufanye hiyo sex kama hujapima? Huwezi ambia mtu abstain. Si kwanza aende apimwe basi. Unaweza njipata hata umelewa, umeenda kwa bash hizi mapate zao, umelala na watu, hata unajua pombe nayo unaweza kunywa si maji, unaweza njipata umefanya vitu zingine kama utaki. Ni kweli. So mimi kenye tu naweza waambia kama uwezi abstain, you can, because there is no mendo for sex, hakuna mendo utapata at the end of the day, maybe upate ARVs kama mimi. Lakini kama unaweza abstain na when you have a chance to change. Yeah, because this ndawa si ati because nakunywa ARV that I'm healthy, that mimi nimepona. Okay. Sijapona, I have that thing in my blood, and that thing will always be in my blood, na I control tu na ARVs. So when you have a chance to change now, because when you are negative, you have a lot. Kama mimi kuna siku nilifika mahali nilikuwa nime lose hope, nikasema I wish I can yani naweza rudisha masiku na masaa nyuma, nirundi hata at least 24 hours ile nilikuwa negative. I change everything, I change my ways. We do regret, yes. Because sometimes kama mimi nikitake ile ndawa ndio nakumbukanga haya, kumbe mimi kuna kitu nafaa nikunywe every day. Lakini wakati tuko na nyinyi hapa hivi, ama wakati nimeungana na wengine pale, me I'm just normal. Lakini wacha ifike niende pale kwa nyumba, you are alone, you don't have anybody to talk to, mtaacha namba yangu ya simu. You can talk to me. Kuna wengine wamerealize that wako HIV positive, wanashindwa wataanza aje. Kuna mwingine naye amelala na mtu anaogopa kwenda kupimwa. You can talk to me also. Na kama unakunywa ndawa zako, please, mimi kuna kitu na beg. Kama uko positive, please, wacha kuambukizana hiyo ugonjwa, please. Kama uliambukizwa, usipewe wengine punishment because uliambukizwa. Wewe kana ugonjwa yako, kama iko kwa Damaris, acha ikae kwa Damaris peke yake. Mimi sifai kushare na mtu yote. This is my cross, beba msalaba wako peke yako. Na kama uko negative, please abstain if you can. Use condoms. Na ukifanya mistakes zako, because mimi nazitanga mistakes because wakati unaifanya ikuangi mistake, but after kuifanya hiyo mapenzi ndio unajuanga nilifanya mistake. Nimerundia tena enda pale hospitali. These people, everything about HIV is free, because watu wawanjiulizangi why everything about HIV is free. Kwenda pale test ni free, PrEPs ni free, condoms ni free, everything about HIV. Hata mimi ARV zenye napewa it's free. Yeah. So utawapea namba yako ya simu? Nitawapea namba. Utawapea handles zako za Facebook. Wajue venye wanaweza kufikia, si ndio? So on Facebook mimi naitwa Damaris Kawira Gitonga. On TikTok naitwa Damaris Kawira 8. Kwa YouTube naitwa Damaris Kawira Official. Na Instagram naitwa Damaris Kawira. So namba yangu ya simu ni 0792 514 331. 0792 514 331. That's my number. Yeah, unaweza nipigia any day anytime. Yeah. Majina umesema unaitwa Damaris? Mimi naitwa Damaris Kawira Gitonga. Si ndio? Yeah. Na asante sana kwa kututembelea huku na venye umekubali kukuja kuongea. Tondu ti andu aingi maretikira kumira na kwaria uhoro ucio waria. Na ndio uguteithia andu aingi muno by the way. Na tugetigire kwariria youth maririe na ndukamere ati ndukumera ma abstain. Mundu uri kuhota ku abstain ni abstain. Tondu taru nwe ni ndaigua kiukuti hau kiuga atiriri you wish maizerundisha masanyo. So ni kwambie tu by the way wimenyere ndukana kinyi handu ta hau wege na ari koroni ndoi. So just keep safe by the way. Na wahota ku abstain na korwo to nginya abstain, make sure ni uramenya partner waku uri hana. Toguo twerwo ni mundu gwitwo Damaris. Na ni ngiuga Ngai amurathime na mwike wega na mugitire. No nawe Ngai akugitire. Thank you so much. Na kama kuna mtu anaweza ni support pale nipate hata job. Sina job, si uko stable huko kabisa. Na sitaki kurundi maua for now. Tondu no hera namba yaku ya thimu ri
nĩ njũĩ andũ haha nĩ magũgũkinyĩra ĩtiguo. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Na tũkũrĩkĩria hau na Ngai wa muoyo mũrathime na nĩtũmwendete mũno makĩria. Have a good time. Mũrĩ agathikĩrĩria. Rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Kimani wa Ng'ang'a na nyumĩte company ĩgwĩtwo Paul Comfort Logistics. The appointed distributor wa educational resources ta mabuku na ndutithanagia wĩra na publishers megatũ na mabuku maya makoragwo mandĩkĩtwo nĩ arimũ professionals, seasoned teachers. Nĩngĩkũria na gĩtĩo we wĩ mũciari ũgũrĩre mwana waku mabuku maya, nĩ mabuku mega mũno mekũmũteithia thĩinĩ wa performance na nĩ subject ciothe, Gĩthwaĩri subject ciothe. Na mabuku maya nĩ ta KCSE English paper 1, paper 2, paper 3 demystified na smart composition, top student series ya class 8 na form 4 na KCSE masterpiece revision. So no ni subject ciothe. Ũngĩenda kwaranĩria naniĩ, namba yakwa ni 0725 268660 0725 268660. Nĩ wega mũno na Mwathani amũrathime.